Ya Salam TV. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Karibuni sana katika kipindi chetu cha faida kwa yule ambaye hana faida, ukumbusho kwa yule ambaye amesahau faida. Leo alhamdulillah Ya Salam TV ipo nyumbani kwa Sheikh Walid ibn Sheikh Al-Hadi Umar, ambapo tumekuja kupata mawili matatu kama tulivyotangulia kusema, kupata faida na vile vile kupata ukumbusho wale ambao itakuwa tumesahau. Karibuni sana katika kipindi hichi. Ni mimi ndugu yenu Abdul Halim bin Sheikh Muhammad Abi Bakr Al-Burhan na kaka yangu Sheikh Walid bin Al-Hadi Umar, ambaye leo ndio mgeni wetu rasmi, na kwa bahati nzuri tumekuja nyumbani kwake. Tutamsikia ambavyo atatueleza, lakini pia tutamuuliza maswali mawili matatu. Usiwe mbali na mimi, usiwe mbali na Ya Salam TV katika kujua ni vitu gani atakavyozungumza Sheikh Walid. Karibuni sana. Ya Salam TV. Karibu Sheikh. Asante sana. Alhamdulillah, nashukuru kwa ziafa hii, hususani kutoka kwa ndugu yangu na Sheikh langu. Ya Rab. Napenda hiyo ya pili zaidi. Ya Rab. Ya kwa udugu haufi kwa hili, lakini kuwa ni Sheikh langu kwa sababu ni mtoto wa Sheikh wangu. Ya Rab. Rahmatullah alayhi Sheikh Muhammad bin Abi Bakr Al-Burhan. Nafa'ana Allah bi barakatihi wa ulumihi wa nafahatihi. Amin. Karibu sana. Inshallah, mimi nimekaribia. Naam. Lakini tulikuwa tunataraji kupata historia ambayo tulikuwa tuna hamu nayo sana. Ndiyo. Jina lako limekuwa kubwa kwa mji huu wa Dar es Salaam, lakini kuna baadhi ya watu hawajui jina hili limekuzwa wapi, limelelewa wapi, limepandwa wapi mpaka leo matunda yake yanaliwa na watu karibu wa Tanzania na nje ya Tanzania. Tunaomba kujua historia yako ijapo kwa ufupi Sheikh. Shukrani. Walillahi alhamdu kupata nafasi hii. Tuanzie hapo kwenye malezi. Naam. Na historia ni kitu cha msingi kama ulivyosema. Ili upate kulijua jambo, maana hata Qur'ani ukiona yote ina taarifa. Na mmoja katika mashairi wenyewe wanamuita Amiru Shuara, Ahmad Shauqi, ana maneno yanayotia nguvu watu wakimbilie kujua historia. Anasema mathalu qaumin nasu tarikhahum kalaqiti hayyin fil qaumi intisaban au kama qulubin ala dhakiratin yashtaki min silati al-madhi kibaba. Ya Rabbi. Anasema mfano wa watu wanaosahau historia zao, yeye ni nani, kazaliwa wapi, kazaliwa na nani, kakutwa wapi, kalelewaje. Watu wanaojisahaulisha mambo haya, anasema hawa mfano wake kalaqiti hayyin fil qaumi intisaba. Nataka kumnasibisha basi sawa sawa na chokora. Ametumia kinaya hapa, majazi. Kalaqiti hayyin. Kama vile laqiti hayyin maana yake kitu kiokoto cha mtaa. Sasa alichokusudia hapa ni mtu ambaye kwamba tunawaita mitaani watoto wa mitaani, machokorawa. Ukimuuliza babako nani, hajui. Wewe umezaliwa kabila gani, Hajui. Au anasema au kama kulubin ala dhakiratin, au sawa sawa na mtu aliochanganyikiwa na kumbukumbu. Hapa pia akatumia kinaya na majazi. Alichokusudia hapa ni lazima mtu asojua historia yake basi sawa sawa na chokora au mandazimu. Yashtaki min silati al-madhi inqidaban, wakatoa kikae anashtakia kukatwa na watu waliopita. Mimi babangu akunisomesha, babangu mimi kanitupa, nimelelewa mitaani, kadha wa kadha.
lakini historia sababu pale ni kusahaulika na kutojulikana historia. Na ndio maana utaona hata Mwenyezi Mungu katika Qur'ani anamwambia Mtume Muhammad nahnu naqussu alayka naba'ahum mpaka mwisho. Ambatilka rusulu fadhalna, ile ni kumpa historia ili apate kujifundisha kutoka kwao, lakini pia historia ina nafasi nyingine kubwa, kujithamini au kujipandisha kutokana na nafasi uliokuwepo. Inaweza mfano walillahi almathalul a'la wewe ni kijana au mtoto wa mtu mkubwa, ile kuwa kujua babangu ni yule inakuweka level fulani, lakini wewe hutokubali, pia utajitahidi na upambane zaidi yule kufika. Nahnu ihna wasema moja ihna wa inkarumat awailuna lasna ala al-abai natakilu nabni kama kanat awailuna tabni wa naf'alu mithla ma fa'alu. Nasema sisi ijapokuwa wazee wetu wametukuka, wana majina makubwa, wamefanya kazi kubwa, wana sihamu si ya kawaida, lakini lasna ala al-abai natakilu, sisi hatujibweteki. Nabni kama kanat awailuna tabni wa naf'alu mithla ma fa'alu. Wastaghna bikana abi katika baina al-makarimi wastaghna bikana. Hii sasa tusipawilishe muda. Mimi historia yangu kimalezi kiufupi imeanza kulelewa na babangu Ustadh Al-Hadi bin Sheikh Omar wa Kawambo. Atala Allah. Amin ya Rabb. Mwenyezi Mungu ampe umri mrefu endelee kunufaika naye. Amin ya Rabb. Amelea malezi ya kidini. Alhamdulillah rabbil alamin, kuanzia miaka ya 70 huko katikati akipambana sana mpaka iliyofika mwaka 1980 alinipeleka Lamu. Sikupata bahati ya kukaa sana, lakini nilikaa pale Riyadh ndani ya miaka isiyopungua 2-3 tu. Ndio yakatokea matatizo yaliyopelekea sisi kukosa kule permit ya kukaa moja kwa moja. Ikatubidi turudi. Si haba, elimu nayo ni riziki, kaa tumepata tulichokipata kwa. Nilikuwa na wenzangu 4. Wakati narudi nikapitia Tanga. Ndio. Tanga nilipita siku za nyuma, lakini nilipita wakati nakwenda Mombasa mpaka Lamu, lakini nilivyorudi nimepita tena pale. Sasa nikupe, mimi najinasibisha sana na Tanga. Wakati narudi pale 1983 mmoja katika sisi alisema hapa kuna madrasa hapa. Akaita wale wenzangu naye ndiye alikuwa mkubwa wetu Ustadh Salum bin Shuruti Kanjofu, ambaye sasa hivi ni imamu wa msikiti wa Majmuati maarufu msikiti wa Kisumu. Yule ndo alikuwa ndo mkubwa wetu katika safari ile ya kwenda Lamu. Alipofika pale akasema hapa kuna madrasa lakini ina Sheikh Muhammad Ayubu. Kabla ya hapo wakati tuko Lamu aliwahi kuja kijana mmoja marehemu sasa hivi anaitwa Muhammad Saghir bin Abdullah Ayubu. Ya Rabb. Aliletwa na babake. Mkumbuka. Yule kwa namna alivyokuja mafuhumu yake, maarifa alikuwa nayo nilimpenda. Wewe umesoma wapi? Akasema nimesomeshwa na baba zangu mimi, babangu mzazi na babangu mkuu. Sawa. Tanga. Kawataja Sheikh Abdullah Ayubu na kakie Sheikh Muhammad bin Ayubu. Sasa ikawa nayo hiyo. Imetembea kwenye imebaki ile. Sasa wakati tumerudi kufika Tanga, yule mwenzetu alisema kichochuo kiko hapa. Nikakumbuka. Nikamwambia tufanye mpango twende. Sawa. Nakumbuka ilikuwa siku ya Jumamosi mwaka ule. Tukafika pale tukamkuta Sheikh Muhammad Ayubu. Tukajinasibu sisi ni watoto wa mtu fulani, ni watoto wa Al-Hadi nini. Vipi? Tukampa historia yetu. Kwa hiyo narudi akatufanyia dua. Ikawa kimebaki kitu katika nafsi yangu. Kile kilisababisha uende. Nilimpenda sana yule mzee kumuona. Namna alikuwa akiongea, maneno yake. Yaani sijui nielezeje, nilimpenda, lakini ni ile ilswaqi ruhia. Anasema roho kwa roho, jino kwa jino. Ndio. Merudi huku mimi bado nina kiu cha kusoma na kufika hapa Dar es Salaam. Mzee wangu alikuwa naye anataka niendelee kusoma. Lakini mji ndo siuwezi tena. Nikamwambia usipate tabu, mimi nipeleke Tanga. Sawa.
Alhamdulillah. Sasa chukua historia kuanzia hapo. Kweli amenipeleka Tanga. Basi afwani Sheikh, usije ukatumalizia utamu. Inshallah. Watazamaji wa Ya Salam TV, hapa tulipofikia naomba tupate kipumziko kidogo. Baada ya hapo tutarudi kwa Sheikh ili tujue baada ya kutoka Dar es Salaam alirudi vipi Tanga na ilikuwaje Tanga. Ya Salam TV. Na karibuni tena katika kipindi chetu Faida kwa yule ambaye hana faida, ukumbusho kwa yule ambaye amesahau faida. Na tulikuwa tumeishia mahala ambapo Sheikh anataka kurudi sasa Tanga kwa mara ya pili. Kwa hiyo karibuni sana Sheikh, tumeishia unajiandaa kurudi tena Tanga. Naam. Naam, tulifikia kwamba mzee huku alikuwa akitafuta njia za mimi kuendelea na masomo. Naam. Nikaambia usipate tabu. Maana alikuwa na fikra labda nipeleke Kigoma kwa Sheikh Kiumbe. Ndio. Lakini kulikuwa na fikra ambayo ilitoka kwa sahibi yake Sheikh Muhammad Kani rahmatullah alayhi. Sasa tumpeleke nje, na akawa amesema wazi kabisa tumpeleke Pakistani. Lakini kulikuwa na mashekhe kama vile Sheikh Qasim bin Juma pia walikuwa na mpango mimi niende. Mimi nikaambia mote au Muslim. Nikitaka mnisaidie nipelekeni Tanga. Bas alhamdulillah fikra ile ilipokewa vizuri na mzee wangu. Hususan yeye, hata Sheikh Qasim bin Juma. Lakini kwa kazi wakati ule narudi vipi Tanga na uli. Hiyo ilikuwa nakumbuka mwezi wa 5 1983. Nauli ya kutoka Dar es Salaam mpaka Tanga wakati ule ni shilingi 60, sio 1060. Shilingi 60. 1 2 yani 20 23. Mzee wangu ilimchukua miezi 5 kutafuta 60 isiyokuwa na haja. Ilikuja kupatikana mwezi wa 10. Miezi 5, shilingi 60. Tizama maisha yaliyobadilika. Ya Rabbi. Nikapata hiyo. Nikapanda basi inaitwa Mfamao. Nifika mpaka Tanga. Basi Sheikh kule sasa alichokuwa akifanya Sheikh Al-Hadi kabla ya kunipeleka Tamta alinipeleka Mawa al-Islam kwa Sheikh Shaban bin Harith, Mungu amrehemu. Ile awamu ile. Hiyo alinipeleka pale kwanza. Na akamwambia Sheikh Shaban bin Harith, nimekuletea mwanao. Tazama hikma za watu. Ya Rabbi. Nimekuletea mwanao. Ndani ya nafsi sasa mimi sikuja huku kwa mama. Mimi naenda Tamta. Ndio. Sheikh Shaban alikuwa anamjua na kwa akija akifikia kwa mzee wangu. Ndio. Lakini yeye ndio hadi kanipeleka alikuwa na hadafu zake. Ana hadafu zake. Sheikh Shaban akamwambia hapana, huyu mwanangu akija hapa mimi na wewe tutagombana. Ndio. Huyu nikiwa naye mimi tutagombana. Urafiki wangu mimi na wewe huyu mpeleke kwa wale wazee kule. Hiyo watu wengi wajui. Kweli mtile fata. Akanipigia fata Sheikh Shaban. Na ndio hekima ya wazee ilikuwa. Kaondoka tukaja Zahara. Sheikh Suleiman Bwana rahmatullah yuko hai. Ustadh Hadi Kambele nimemleta mtoto. Akaambia Hadi mimi mtoto huyu wa Dar es Salaam bwana. Mwezi wa 3. Akawaita wanawe Sheikh Mnyamisi, yeye yuko hai, kaka yake juzi tumemzika Sheikh Muhammad, Mungu amrehemu. Akaja kama bwana ndugu yenu amemleta mwanawe huyu, lakini mimi naambia huyu ampeleke kwa Sheikh Muhammad Ayub. Mimi hapa nitamtilia Fatiha tu. Ya Rabbi. Nikapata Fatiha ya Sheikh Suleiman. Basi katoka pale kapelekwa Sheikh Muhammad. Saa 10 alasiri tumefika pale. Tumemkuta Katule kwa ana ofisi yake juu pale katika jengo lile la zamani. Karibuni. Baada ya maneno mengi nimemleta mtoto. Akasema huyu hapa kwake kafika. Yeye hakusema, akasema huyu hapa kwake kafika. Huyu nitakuwa naye hapa na nakwambia Al-Hadi huyu hata akifa nitamzika kwanza ndio kisha nitakupa taarifa Walidi kafa. Habari kubwa. Basi nikakaa kwa Sheikh Muhammad Ayub. Ilikuwa siku ya Jumamosi nakumbuka. Akasema wewe nenda muache huyu. Kwa Jumamosi tukaongea tu, Jumapili tukaongea. Siku ya Jumatatu akamuita babako Sheikh Muhammad bin Abi Bakar. Bwana Al-Hadi kamleta huyu.
Sasa najua na nimemwona siku ile tumezungumza naye, basi kuwa naye, lakini huyu aanze kusoma Jumatano. Hikma ilikuwa nazo watu kama huyu aanze kusoma Jumatano. Ile Jumatano akaitwa kijana mmoja anaitwa Hashir, alikuwa anatoka Kigoma, akakabidhiwa manhaji dirasi yangu mimi. Ile ndio huyu asome. Ndio nilipoanza kuishi Tanga. Maisha yangu yakawa ni hayo, nikiishi pale, nikifuata miongozo ya pale. Alhamdulillah. Changamoto gani ulizipata Sheikh katika maisha ya kipindi kile, kwa sababu kilichonisababisha nikuulize hivi ni zile shilingi 60. Maisha nikwambie kidogo. Wakati Sheikh amenikubalia kipindi hicho anamwambia Mzalahadi, akamwambia lakini sikiliza bwana wewe, hapa ukikaa usijitizame kwenye kioo. Ukijitizama kwenye kioo utajisahau. Yaani utabadilika tu, maana yake utakuwa vile. Ukikaa na mimi hapa maisha kwa magumu. Maisha ya kujikimu. Sababu wakati ule tulikuwa tunakaa pale kwa Sheikh Muhammad Ayyub. Pale tulikuwa naita bandari, boarding. Unakuta vijana wasiopungua 70-75. Kipindi hicho ni yale majengo yale yalikuwa ya mabati almaarufu mabanda ya kuku. Umeona? Na kule tulikuwa tukilia tukisoma kule bandani mle. Kama watu 70-75 hakuwa wamekamilika wakati ule. Ni wengi. Wote Sheikh alikuwa akitulisha, lakini kwa siku mlo tena mchana kidogo. Asubuhi hakuna kitu wala usiku hakuna kitu. Maisha yalikuwa magumu. Lakini maradhi, changamoto za kukaa mbali na watu. Ila mimi kidogo kwa sababu nilikuwa nimeonja maisha ya Lamu, hayakuwa yana tofauti sana. Na pia huku niliona kama kuna urahisi kwa sababu ni karibu na wapi na nyumbani. Wakati ule kuna magari kwa akija kutoka Dar es Salaam. Sana hii Mfamao ilikuwa ikija kila Alhamisi inaniletea mama yangu. Ilikuwa ananitumia mama yangu ile huruma Hanani al-Ummi. Shilingi 2, shilingi 5 akiniletea. Akizipata. Wakati mwingine atanitumia sukari. Basi tuliishi hivyo. Kutoka 1983 mwezi wa 10 uliondoka lini Shamsia? Yaani rasmi kabisa mimi niliondoka Shamsia mwaka 92. Mwaka 90 niliondoka. Lakini mwaka huo baada ya kukaa kama miezi kadhaa, Sheikh Muhammad alimtuma kijana alikuja kwamba bwana unaitwa na Sheikh. Sawa. Mimi nikaondoka tuna shati na suruali. Nilirudi kule nilipomuona, bwana nimesikia umeniita, sasa inshallah tutaongea. Nakuita kwetu tutaongea. Basi mwaka mzima siongea na kitu. Ya Rabb. Mwaka uliofuata, mwaka mzima nikakataa nikaka. Kwa hiyo mwaka 92 mimi ndo niliagana na Sheikh rasmi kabisa. Baada ya nilianza maisha kidogo Dar es Salaam mwaka 90 na nikaanza kuzoeleka lakini nikaitwa tena kule. Basi. Kwa hiyo ukarudi tena hapa Dar es Salaam. Nilirudi hapa mwaka 92 ndo mpaka leo. Na uliporudi kipi ulichokuja kukifanya? Yaani umekuja kuwaletea nini watu wa Dar es Salaam? Alhamdulillah, nashukuru kwa sababu tangu nimekuja umri wote nifanya kazi ile nilikuwa nikifanya Tanga. Nimekuwa ni mwalimu, nikisomesha, nikiswalisha na jina hilo ile Ustadh Walidi. Baada ya muda mfupi mwaka 93 nikapata uimamu mimi msikiti wa Kichangani ambao ndo mpaka leo nipo. Mwaka 93 mwezi wa 3 ilikuwa sawa sana mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo Walidi ndio imamu msikiti wa Kichangani, lakini madrasa nikisomesha hapa nyumbani. Sawa. Basi imekwenda mwaka 97 nilipata short course Pakistani. 97 nikarudi. Wakati ule mwaka alofariki Sheikh Muhammad Ayyub. Kisha mwaka 99 nikapata tena short course Dauratul Imamia Misri. Nikarudi. 2005 nilipata short course nyingine mambo ya sheria Pakistani
Uturuki. Walikuwa na hivyo, lakini msingi wa elimu yangu ni ile ya Tanga kwa Sheikh Muhammad Ayub rahmatullah alayhi. Na kwa hakika Sheikh, tunaona matunda ambayo umeyavuna kutoka Tanga na mpaka huku tunaendelea kuyaona, lakini nataka utuambie vijana wa sasa ambao maisha sasa ni magumu, lakini si kama ya zamani. Watu wanatamani kusoma wafikie kwenye level zenu ama angalau karibu na level zenu, jinsi watu wanavyotamani, lakini hawafiki kwenye malengo yao, na hawafiki. Inawezekana ni kwa sababu ya hali za kimaisha au inawezekana kutokana na mfumo wa kimaisha kwa sasa ulivyo. Ni nini ushauri wako ili tutengeneze kizazi chengine? Naamini wazee waliwatengeneza nyinyi katika namna muje kuwa ni watu katika zama hizi. Na nyinyi mtawatengeneza vipi watu waje kuwa ni watu katika zama zijazo? Swali zuri. Kwanza watu wanasema inna zamanaini wahidu, zamani mbili ni moja tu. Hili neno maarufu, lakini kwa kuzingatia mwendo wa jua. Jua siku zote linatoka mashariki na zama magharibi, lakini si kweli. Zama zinabadilika. Zinabadilika mambo. Wanasema kuna maneno maarufu yamenitoka tu, lakini zama kwa Kiswahili wanakuambia zama hazigandi au siku hazigandi. Sawa. Dawamu halin minal muhali. Watu wa mantiki wanasema dawamu halin minal muhali. Sasa sisi sasa hivi tunafanya kazi ya ualimu, tunatakiwa tulizingatia hilo kwamba zama zinabadilika. Hitajio la wakati ule sio la sasa. Njia tulizopitishwa kule, japokuwa maneno mazuri, la yufliha qaumun la yufliha ahlu hadha zaman illa bima salaha bihi awailuha. Maneno kama hayo anasema Imam Ahmad, wengine anasema Imam Malik. Lakini ukweli ni kwamba sisi tunatakiwa tuone zama zinatakaje, watu wetu wakaje, ili wapate yale tuliyopata sisi. Tutulie, kwa sababu kikubwa kilichopo wakati ule ilikuwa ni kusubirishana tu, na alhamdulillah tulisubiri, tulipitishwa njia za kusubiri, lakini tuliambiwa tunafanya hivi kwa ajili muwe kadha. Wallahi alhamdulillah kidogo tumekipata. Mimi najipigia mfano sasa, miaka inakwenda 30 hiyo tangu nimerudi. Alhamdulillah nafanya kazi hizi, na wanasema na nyinyi mnaona tumepata. Lakini kikubwa ni nini? Ni kuwapitisha watu zama zao hivi zilivyo, na kile humo tukipitisha. Kwa sababu sasa hivi tunaweza kusema sasa hivi kusoma ni rahisi sana kuliko zamani. Sasa hivi wasailu hichi tunachokifanya hapa ni darasa hili. Ya Rabb. Zamani mambo haya hatakuwa nayo. Ni vitabu tu. Lakini watu wana simu zao sasa hivi. Ni darasa nazo. Kweli alilmu yu'ta wala ya'ti. Lakini hicho tunachokifanya sasa hivi ndio zama zinataka. Kikubwa tuwatengenezeshe watu ikhlas, na tuambie kwa nini wanasoma au kwa nini wasome. Wanasema ta'allamu al-ilma bidhati al-ilm la lishahadati wa ma'ariba ukhar. Walisema jifundisheni elimu kwa dhati ya elimu, la lishahadati. Tuliambiwa zamani msisome kwa ajili ya kuwa na shahada, wa ma'ariba ukhar, na kusoma kwa ajili ya haja nyingine. Nini dhati ya ilmu? Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Iqra bismi rabbika. Soma kwa ajili ya Mungu. Sasa watu tuwatengeneze kisaikolojia, tuwaelekeze kama tusomeni kwa ajili ya Allah, tusomeni kwa ajili ya kutengeneza ulimwengu na zama zetu, lakini tuzichunge. Tujue zama zinataka nini. Maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema wa min hikmati ali Dauda an yakuna almu'minu mudrikan li sha'nihi aliman bi zamanihi. Sasa miongoni mwa hikma zilizowasaidia watu wa Daudi wakafanikiwa wakafika pale walipofika, alikuwa mtu ana sifa hizi mbili. Ya kwanza mudrikan li sha'ni, alijitambua yeye ni nani, anahitaji nini.
lakini aliman bi zamani, alikuwa akijua zama kwamba jana si leo, leo si kesho. Siasa sasa ikoje? Jamii yataka nini? Twendeje? Hivyo ufanye, na ndivyo alikuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Au ukirudi nyuma ndivyo Mwenyezi Mungu alivyo. Kwa sababu kwa nini hakutosheka na mtume mmoja? Ikawa kila zama anazipelekea mjumbe wake, na kila zama zina kitabu au kitabu chake. Nini? Kuangalia hitajio la nyakati likoje, watu hawa sio wale, tupite hivi. Kwa hii ni changamoto au ni wajibu wanatakiwa wanachuoni wa zama zetu walitizame sawa namna ya kuwaambia watu ili wapate walichokipata wao. Wasibaki vile vile ilivyokuwa. Sasa hivi watu kusoma hawataki. Da'wa hii wenyewe wanakuambia dawa ina misingi. Kuna da'watun haqiqiyya, da'watun shakhsiyya, da'watun madhhariyya, da'watun zamaniyya. Zote ni dawa hakika. Muone ulivyovaa hapo. Hiyo ni dawa peke yake. Umependeza na kofia yako madhari, kanzu yako, sai. Ya salam. Hii mtu anavutika, na mimi nataka niwe kama Al-Habib Ustadh Abdul Halim. Ni dawa hakikia. Umekaa darasani unasoma, unajua kweli unachokisomesha cha hakika. Dawa tu shakhsia. Kwa tutazame inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, innamal hayatu aqidatun wa jitihad. Unasema maisha ni vitu viwili, Mungu lakini na juhudi. Ukiwa una kimoja tu katika hivi viwili utakwama. Unamtegemea Mungu lakini huna mipango, huna khututi, huna mbinu, huna miuna. Kwa hiyo ni hivyo. Almuhimu ni kwamba mashekhe kazi yao kubwa na changamoto walikuwa nayo ni kufikiria na kutafuta njia au miundombinu kwa lugha ya kisiasa itakayofanya wao kuhakikishia kuwafikishia umma kile walichokuwa nacho. Dr. Abdul Qadir Auda katika kitabu chake alichokiita Afatul Islam wal Muslimin, mle ndani ameeleza maafa, kwa nini Waislamu leo wako hivi. Amesema vitu viwili, kikubwa ajizu ulamaihim wa jahlu abnaihim. Ya Rabb, ajizu ulamaihim wa jahlu abnaihim, ni kushindwa wanachuoni wa zama hizi kutafuta mbinu na mielekeo na njia za kuwafikishia watu kile walichokuwa nacho. Hii moja. Lakini cha pili, na watu kutopenda kusoma. Sasa ndio tukatuje na njia sasa kutafuta watu wapende kusoma kadri wapenda sisi na kadri wapenda wazee. Inshallah. Watazamaji wa Ya Salam TV, nafikiri hapa tumefika mwisho wa kipindi chetu, lakini vile vile tumepata faida ya kujua angalau historia kwa uchache ya Sheikh Walid bin Sheikh Al-Hadi Omar, ambaye ndiyo tupo naye katika kipindi hichi, na inshallah kwa vipindi vingine vijavyo basi inshallah tutaonana kujua ni nani atakayefuata katika kutueleza historia yake japokuwa kwa ufupi na tupate faida. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam.